Mabibi na mabwana, ninachukua nafasi hii kuwakaribisheni tena kwenye The Book of Magic and Movie Stories. Kwenye mic ni Ayubu Obedi. Na sasa kama wewe ni mara yako ya kwanza, subscribe, bonyeza kengele ili uwe mtu wa kwanza kupata notification pale ambapo napokuwa nimeweka simulizi mpya. Bila kupoteza muda, karibu tena kwenye simulizi inayoitwa Dunia ya Kuzimu, hatua ya 11. Nyote mnakaribishwa, na pale pale tulipoishia ndipo tunapoanzia. Sasa tuanze simulizi yetu. Bwana, yule Jasmini mpenzi jini aliendelea kumwambia yule binadamu, aliendelea kumshawishi. Wewe unaniambia kila siku kwamba humo ndani hawakupendi, hauna mpenzi, kila unayemtongoza hakutaki, anakukataa, na ulifika katika hii dunia, katika hii ulimwengu ambako nje ya ulimwengu mwingine ukiwa uko peke yako. Lakini mimi nimekuonea huruma, nimesema mimi nitakupenda. Mimi nakulavu bwana, wewe nifungulie tu dirisha niingie ndani tufanye hata mapenzi. Wewe kila siku tu unaniambia unanipenda, kunifungulia dirisha hutaki. Unajua huyu bwana mkubwa alikuwa anaogopa hawa majini bwana, hawaaminiki. Ukumfungulia mlango wewe, yani hivi tangu lini mjini akampenda mwanadamu kimapenzi? Yani ukimfungulia mlango huyu analala na wewe mbele dakika 2 nyingi. Sasa jamaa alikuwa na wasiwasi, maana tangia afike katika mji ule kina Afande Steven, mama mwenye huo mjengo mwenyewe anayeitwa Dona, kina Alice wale, kina Fatima, kina Juli, wengi sana walishamwambia bwana, kwenye huu mji usije ukadanganywa na jini kwamba umfungulie mlango. Ukamfungulia, ukimfungulia unauawa. Watu wengi wameshakufa kwa staili hiyo. Sasa moyo wake ulikuwa unakataa kumfungulia huyu jini, japokuwa alikuwa ni mrembo, alikuwa na mvuto, na alikuwa anamwambia mpenzi wangu, jamani fungua basi mlango, jamani mimi najisikia natamani unikumbatie, tufanye mambo fulani hivi. Unajua jamaa alikuwa anaambiwa maneno matamu, lakini alikuwa na moyo mgumu kweli kweli. Lakini yule jini ambaye alikuwa anaitwa Jasmine, mpenzi jini mwenyewe, alikuwa anazidi kumshawishi. Yule jini akaendelea kumwambia, basi kama mimi haunipendi au niamini, unahisi nikiingia humo ndani nitanyonya damu yako, nitakunywa damu yako, nitatafuna nyama yako. Basi kama uniamini, basi mimi naomba niende, na nikienda sirudi tena. Bwana, unajua mwanaume ni dhaifu, na mwanamke ana nguvu. Wale majini walikuwa na nguvu ya ushawishi. Bwana mkubwa bwana akasema kwamba hapana mpenzi wangu, unajua leo kuna sherehe, leo ni siku ya sherehe, na watu wako kule chini balandani wanakunywa, wanafurahi, na mimi niko mwenyewe. Kwa hiyo mimi kukufungulia sio kwamba nashindwa, lakini ninaomba tu uniahidi. Je, nikikufungulia ukaingia humu ndani, hautanikula? Hautanigeuka ukanitafuna nyama yangu? Hautakunywa damu yangu? Unajua kwa sababu naweza kukufungulia hapa alafu ukaninyonya damu yangu ukaniua, alafu wale wenzako wakaja na wenyewe wakaingilia kwenye ile dirisha wakaua watu wasiokuwa na hatia katika nyumba hii. Unajua jamaa aliendelea kumwambia yule jini. Yule jini akamwambia, jamani mpenzi wangu la azizi, nyonga mkaliaini, yani wewe ndo barafu wa moyo wangu. Nikikuona moyo wangu unadunda dunda kama kitenesi. Nikikuona nahisi kama vile sauti yako naisikia inaniita mara 6. Wewe ndo mwenyewe, wewe ndo baba la baba, yani wewe ndo kila kitu. Yani nikioga na kunywa maji na kuona kwenye glasi. Anamwambia leo sasa huyu jini alikuwa anamwaga sela zake. Jini alikuwa anajimwaga kweli kweli, hii mradi tu jamaa ingie kingi. Hakika hii dunia inatishia. Yule jamaa akasema, sasa wewe mimi nitakuamini vipi? Mimi nitakuamini vipi? Kwani na nyie majini mnakunywa maji?
Bwana, yule jini akasema na sisi tunakunywa maji. Sisi tunakunywa maji. We na wewe, basi sikufunguli. Unanidanganya. Nyinyi majini mnakunywa damu, mnakula nyama za watu. Mnakunywa na maji. Sisi tunakunywa maji, tuna maji yetu special ambayo tunakunywa. Yaani mpenzi wangu mimi nikisha kunywa maji na kuonaga kwenye glasi. Tunaona kwenye glasi, muda mwingine nikilala na kuota. Hivi kumbe na nyinyi majini mnalala? Si pia huwa tunalala. Bana, jamaa alidanganyika, akaingia kingi, akadanganyika tena akaingia kingi. Aisee, jino moja hakuchomoka. Mwisho wa siku sasa yule jamaa akasema, sasa basi nimekuelewa. Mimi nakufungulia mlango, nakufungulia dirisha uingie ndani. Ila ukishaingia ndani, hakikisha hao wengine au majini wenzako sasa hawaingii humu ndani, sababu wakiingia humu ndani watatafuna watu. Na je, wale majini wengine watapitia wapi? Ina maana lile dirisha ambalo analifungua ule bwana sasa ataliacha wazi. Sawa? Basi wale majini wengine wakija watapitia hapo hapo katika lile dirisha. Unaona bwana? Kwa hiyo akamwambia marufuku, yani unaingia wewe tu. Na leo ni siku ya sherehe, kuna watu wengi huko chini wanasherehekea, wanakunywa bia zao. Wengine wanakunywa Coca-Cola, wengine Pepsi, wengine Nesi, wengine mabia gani wanawajua wenyewe. Kwa hiyo na kuruhusu uingie wewe, kwa sababu tumewekeana kiapo kwamba hautaninyonya damu, hautanitafuna mwili wangu, utaniacha nikiwa salama. Kwa hiyo na kuruhusu tu uingie humu ndani. Bwana, hakika huyu bwanadamu amelogeka. Huyo kijana kalogeka. Akafungua dirisha. Baada ya kufungua dirisha, taratibu yule mpenzi wake ambaye ndo Jasmine mpenzi jini akaingia pale dirishani taratibu, akiwa na umbile la mwanadamu kabisa. Hawa ni wapo kama wanadamu kabisa. Wanadamu kabisa, lakini shida yao ni kwamba anabadilika muda wote. Kucha zinakuwa ndefu, meno yanakuwa marefu, na anachokufanya sasa utakoma kulinga. Basi bwana mkubwa akamfungulia dirisha, yule mpenzi wake jini akaingia ndani. Na baada ya yule jini sasa anaitwa Jasmine, yule mpenzi jini kuingia ndani katika kile chumba, akamwambia sasa ni sisi tu wawili, tuenjoy mpenzi wangu. Kama kawaida mahaba ni uwe. Yule jini kwanza wakaanza kushikana mikono. Unajua watu wanapotaka kufanya jambo, yale mambo yetu yale utu uzima, wanashikana kwanza mikono, kwanza mikono, kamshika kidevu, kamshika kiunoni. Ndipo jamaa akashangaa, wewe si ni jini lakini mbona mikono yako ina joto kama binadamu wa kawaida? Hivi kumbe na nyie majini mna joto hivi? Yule mpenzi jini akamwambia, usijali mpenzi wangu, ndio na sisi tuna joto kama binadamu wa kawaida. Kwani sisi tuna tofauti gani na binadamu? Mbona mimi ni binadamu kabisa. Sasa walikuwa nafikiri kwamba mimi ni wa baridi. Mimi sio baridi bwana, mimi ni wa joto bwana. Ndipo yule mpenzi jini akamwambia yule bwana mdogo, yule bwana mkubwa, nipige busu basi. Mpenzi wangu, nipige busu. Sogeza mdomo wako basi, nipige busu. Bwana mkubwa, mahaba ni uwe. Mambo ndo alikuwa yameanza. Akasogeza mdomo wake kwenye mdomo wa yule bwana mpenzi jini, kisha wakaanza kupigana mabusu moto kweli. Nipe ulimi nikupe ulimi, nipe mate nikupe mate, show. Basi jamaa akaona kabisa huyu ni binadamu. Yaani aisee, huyu jamaa amelogeka vibaya. Kamfungulia jini, kaingia ndani, anaanza kufanya naye mapenzi. Wakaanza kupeana mate, kupigana madenda. Ulimi nipe ulimi nikupe ulimi, nipe mate nikupe mate, la tupate. Bwana. Sasa katikati ya ile situation ya kupeana mate, katikati ya ile situation ya kupeana ulimi, yule jini akaanza kubadilika. Mikono yake sasa makucha ya yule jini yakaanza kuwa ni marefu. Yakaanza kuwa ni marefu. Wakati amemshika kiunoni, yule jini amemshika kiunoni. Bwana mkubwa, makucha yameanza kubadilika.
Yule bwana mkubwa hajui chochote. Yule jini anampiga mabusu ya maana, piga mabusu moto. Yule jamaa naye alivyokuwa amekolea kimapenzi, akawa amempa ulimi. Yule jini akiendelea kunyonya ule ulimi. Katikati ya ile situation, jambo lilotokea, yule jini kwa sababu alikuwa ameshabadilika, alimng'ata ule ulimi, akauvuta wote na akautema nje. Jamaa akaanza kulia, bwana nakwambia hawa viumbe ni waongo. Bwana, jamaa akapoteza ulimi hivi. Jini kapita na ulimi, jini kamng'oa ulimi, jini katafuna ulimi, kautema kule. Jini baada ya kutema kule ulimi, jamaa analia, anahangaika, sababu jini makucha yale alikuwa ameshalefuka, amekuwa marefu. Akampalua jamaa chali. Baada ya pale, yule jini akapiga magoti taratibu, akaenda upande wa Kolomeo, akaanza kumnyonya damu taratibu. Inaitwa sasa mwana kulitafuta mwana kulipata. Kumbe huyo jini maneno yote aliyokuwa anampa alikuwa anahitaji amnyonye damu, ndio chakula chao. Yani hawa mashetani wanaishi kwa kunyonya damu na kula nyama za watu. Yani hapa baada ya kumnyonya damu anaanza kutafuna ile nyama yake ikiwa mbichi vile. Sasa wakati ule jini anatafuna ile nyama, anamnyonya damu huyu bwana mkubwa, baada ya kumuua pale chini, wale majini wenzake sasa si wakaanza kuja. Na ukumbuke hii nyumba ni ile nyumba ambayo tunaita Colonial House, ambayo ni nyumba ambayo inamilikiwa na ule mama ambaye anaitwa Donna. Ina watu zaidi ya 200-100. Sasa wale majini kupitia dirisha lile walianza kuingia mmoja baada ya mwingine. Hivi ndugu mtazamaji, ndugu msikilizaji wa The Book of Magic and the Movie Stories, hivi unajua ni kitu gani kinaenda kutokea katika sherehe ile? Tusonge mbele, tuendelee na simulizi yetu. Simulizi yetu itatupa majibu. Sasa tunatoka kule katika kile chumba ambacho alikuwa amekaribishwa jini, na jini akamuua mpenzi wake. Binadamu kamkaribisha jini. Baada ya kudanganyika, basi yule jini kamuua yule mwanaume, na majini wengine tayari wanaanza kuingia kule. Unajua kule ni juu kabisa ya gorofa, juu kabisa. Na hawa wako kwenye basement, wako gorofa ya kwanza au underground, au wanaitwa downstairs. Hii sherehe ipo. Kwa sherehe iliendelea kama kawaida. Watu waliendelea kunywa, waliendelea kucheza usiku ule bila kujua kwamba wameingiliwa, bila kujua kwamba mambo yameshaharibika, bila kujua kwamba sasa kifo kinawanyemelea. Waliendelea na sherehe bila kujua kwamba majini tayari kule juu wameshaanza kuingia. Katika ile sherehe kuna binti mmoja, ni mgeni, kafika hivi karibuni. Alikuwa anapenda kuvaa sweta ya Fatma ambayo ilikuwa na rangi ya orange. Na katika sherehe ile Fatma alimwahidi kwamba katika sherehe yangu ya kutimiza mwaka mmoja katika mji huu, basi mimi nitakupatia sweta langu. Kwa Fatma alifika pale, akamuuliza, mambo vipi rafiki yangu, mbona unaonekana ni mnyonge na hauna raha, hauna amani kabisa? Yule binti akamwambia, dada, yani mimi nafikiri niko peke yangu, mimi ni mnyonge na wewe pekee ndo unanijali katika nyumba hii, ndio maana niko hapa. Basi Fatima akamwambia, usijali, uwe na amani, nimekuletea lile sweta ambalo ni la kwangu, nalipenda, la rangi orange, basi kuanzia leo utakuwa ni la kwako. Ndipo Fatima akavua lile sweta na akampatia yule binti. Baada ya kumpatia yule binti, alitabasamu, wakakumbatiana. Hakika alifurahi kwa sababu sweta lile alikuwa analipenda sana. Baada ya kufurahi, yule binti akamwambia, dada Fatma, leo umekuwa na sherehe nzuri, nimeipenda sana. Na pia hata wewe pia umependeza. Nimeona Donna amekupatia zawadi nzuri.
ile zawadi ni nzuri kwa sababu inazuia mashetani na majini kukufikia. Baada ya kumpatia ile zawadi, baada ya kushukuru, alisema asante dada Fatma, na ngoja na mimi sasa nikatafute zawadi nikupatie. Yaani baada ya kupewa zawadi ya sweta la rangi ya orange, naye pia alienda kutafuta zawadi ya kuweza kumpatia Fatma. Na hakika sherehe ile ilikuwa ni nzuri. Sherehe ile ilikuwa inavutia. Watu walikuwa wamependeza, watu walikuwa wakitia story huku wakinywa vinywaji, na wakati huo huo wakiwa hawajui kwamba wengine hapa leo itakuwa ni siku yao ya mwisho kuishi katika ulimwengu, kwa sababu wale majini tayari walishaanza kuingia katika jumba hili kupitia katika kile chumba au mlango au dirisha, kile chumba ambacho yule jini amemlagai yule mwanadamu, na yule mwanadamu kwa tamaa ya mapenzi akafungua mlango. Sasa tunatoka kule kwenye sherehe, tunarudi katika kile kituo cha polisi. Katika mazungumzo ya Afande Steven pamoja na mchungaji alimwambia, unajua Afande, mimi kumfungia yule Sala chini ya lile kanisa sio kwamba mimi nilikuwa sihitaji yeye apewe adhabu, lakini Sala anasikia sauti za majini, anasikia sauti za mashetani, na Sala mpaka leo ameshaua watu wawili. Kamuua kaka yake na vile vile kamuua yule jamaa ambaye alikuwa amekuja na Jeki. Jeki ni yule ambaye katika hatua ya kwanza ya simulizi yetu kuna yale magari mawili. Sasa ile gari ndogo ambayo ilikuwa na watu wawili, wanaume, mmoja yule wa kiume, mwingine ambaye alikuwa ni mlevi anaitwa Jeki. Sasa rafiki yake na Jeki ndiye aliuawa na yule Sala. Kwa hiyo inasemekana wale majini wanaingia katika kichwa cha Sala. Anasikia sauti, wanamwamrisha aue nani asimuue, afanye hiki asifanye. Kwa hiyo Afande anamwambia, kwa yule mchungaji anamwambia Afande, kwa mimi Sala kumfunga kule chini ni kwa sababu nahitaji kujua ukweli, hizo sauti anazisikia zinatoka wapi na hao majini wanataka nini. Kwa hiyo mimi huyu Sala nimemwona ndo kama njia ya sisi kutoka katika mji huu, kwa sababu hao majini pia kama wanamueleza hivyo, basi ipo siku watakuja kumueleza njia ya kutoka katika mji ule. Kwa hiyo mfungia Sala kule chini ili awe ni funguo, awe ni mlango wa sisi kutoka katika dunia hii ya kuzimu ambayo ipo nje ya ulimwengu wa kawaida. Unaona? Kwa hiyo mchungaji bwana alimfungia Sala kule ili kwa sababu ya kutaka ukweli kuhusu mambo ambayo yanatokea katika mji ule, kwa sababu Sala anasikia sauti za majini zikimwambia hili na lile, na pia Sala amemwambia mchungaji jambo ambalo alilifanya bila kuonekana na mtu yoyote. Kwa mfano wewe hapo, sawa, una shilingi 10,000, sawa, katika chumba chako umeificha chini ya kabati, si unanielewa? Au umeificha ndani ya soksi za viatu, au umeificha kwenye mchago wa kitanda. Unaona bwana? Halafu unakutana na mtu mtaani anakuambia wewe ndani kwako kuna hela shilingi 10,000 umeificha mahali fulani, na vile umefanya hivyo hivyo wakati hajakuona. Kwa ndicho kilichomtokea mchungaji. Sala akamueleza mambo ambayo yalitokea kabla hata ya Sala hajaja hapo. Kwa hiyo mchungaji alikuwa ni wa kwanza kufika hapo katika huo mji na Sala alikuja nyuma. Lakini cha ajabu, Sala anamwambia mambo ambayo yule mchungaji aliyoyafanya. Kwa hiyo mambo gani alimwambia? Alimwambia kwamba kaficha begi. Huko alitoka kaua mtu, kaficha begi. Na mambo mengi alimwambia. Kwa hiyo mchungaji anajaribu kumueleza Afande Steven yule Sala ni mtu aina gani na kwa nini alimfungia katika kile chumba ambacho haruhusiwi mtu yoyote kufika zaidi yake yeye. Kwa Afande Steven akasema, sasa wewe unafikiri huyo Sala anaweza kutusaidia? Unadhani huyo Sala anaweza kutupa msaada sisi? Mchungaji akasema, ndio, ninadhani huyo Sala anaweza kutoa msaada. Nina imani labda yeye anaweza kuwa ufunguo. Kwa hiyo huyu binti iko connected.
au mabwana au mashetani wanavyomwambia na kumtuma hili na kumtuma lile, nahisi wenda ipo siku atamwambia mpaka njia si kuondoka hapa. Na watakapomwambia njia si kuondoka hapa, naweza tukaondoka wote tukapona kutokana na haya matatizo au hizi changamoto ambazo zimepitia za kupotea na kuishi katika dunia ambayo iko nje kabisa ya ulimwengu wa kawaida. Kwa hiyo mimi najaribu kuambia ukweli, tutafute jibu kupitia huyu Sara ambaye nimemweka kule chini ya nyumba, chini ya kanisa kwenye basement kule nimemweka huyu Sara. Tutafute jibu kuhusu huyu. Tuendelee kumshikilia, tutafute jibu, wenda anaweza akatupa njia ya sisi kuondoka katika dunia hii ya kuzimu. Na ndipo Afande Steven akasema, sasa kama huyu Sara unahisi anaweza akatusaidia, basi nitaondoka mimi, wewe pamoja na huyu Sara, twende polini tukatafute njia, huyu Sara atatuonyesha njia. Mchungaji akasema, sasa wewe usipeleke mambo haraka haraka hivyo. Huyu binti na kwenda naye taratibu, maana hata yeye mwenyewe hajui chochote. Hajui chochote, anaongozwa na sauti za yale majini ambayo anaishi katika huu mji. Anaongozwa na sauti za majini ambao anaishi katika hii dunia ya kuzimu. Kwa hiyo inabidi tuende naye polepole. Ndio maana mimi hapa nimemfunga kule chini kwenye basement ya kanisa ili tu niende naye polepole, na hapo huenda tutapata majibu na ufunguo wa sisi kuondoka katika dunia hii ya kuzimu. Sasa tunatoka kule kituoni kwa Afande Steven pamoja na mchungaji, tunarudi katika ile nyumba ambayo wanaita Colonial House. Ni nyumba nyumba ambayo walikuwa ni ya kulelea wazee, ila kwa sasa wanaishi wahanga ambao wamepotea na kujikuta hapo katika dunia ya kuzimu. Baada ya yule jamaa kuuawa, baada ya yule jini kumlubuni, kisha jamaa kufungua dirisha kufanya naye mapenzi, akamuua kwa kumng'ata ulimi na kuvuta nje. Kwa kifupi alimkata ulimi, akauvuta nje, akautema. Baada ya kuutema akamchalua na makucha makali ambayo alikuwa kama anachalua, yaani ni kama vile tambala unalichana yule jini alivyobadilika, na akamuua vibaya yule bwana mkubwa, kisha akamnyonya damu. Na baada ya kumnyonya damu akaanza kutafuna nyama yake kama ilivyo kawaida. Na baada ya kutafuna nyama yake, dirisha lilikuwa wazi, wale majini wengine wakaanza kuingia ndani, lakini ile nyumba ilikuwa ni kubwa mno. Yaani wale majini mpaka waje wafike katika kile kiukumbi ambacho kulikuwa na sherehe, ilikuwa inachukua takriban sio chini ya dakika 10 au 15, kwa sababu hata wale majini wanavyotembea wanatembea taratibu mno, wanapiga hatua moja moja. Hakika sio binadamu wa kawaida, ni mashetani, ni mazimwi, ni mamonster. Sasa katika hili jumba la sherehe, katika chumba kimojawapo, huwa kuna bwana mmoja ambaye sijajua jina lake. Huyu bwana mkubwa, katika hatua ya pili ya simulizi yetu, ni ule bwana mkubwa ambaye alikuwa anasema miti inatembea. Ni ule bwana mkubwa ambaye alikuwa anamwambia ule mtoto Kenny, kipindi Kenny bado anaishi katika hili jumba la Colonial House, alikuwa anamwambia Kenny, mjukuu wangu, hii miti inatembea. Yaani ile miti ambayo ilikuwa inazunguka katika ule mji inatembea. Unaona? Sasa huyu bwana alikuwa bado anaishi katika hili jumba. Sasa Sara, Yesu alikataa kwenda kuishi nje, na hapa wazazi wake wakaondoka pamoja na ule mtoto ambaye anaitwa Kenny. Sasa Sara akapenda kuishi hapa. Sasa tunajua Sara alikuwa na miaka 17. Alikuwa hajazoea kabisa mazingira ya kuishi katika watu wengi. Hasa kule katika ule ukumbi watu walikuwa wameshalewa, wengine wanaimba, wengine wanafanya mapenzi, wengine wanafanya hivi, wengine wanafanya vile. Ndipo Sara akaja kugonga mlango kwenye chumba cha huyu bwana. Kwa sababu ndo sehemu pekee alikuwa anaona ni sehemu ambayo iko private, yani sehemu ambayo anaweza akapata utulivu angalau, sababu kule sasa kulikuwa hakulaliki. Lakini wenda ni Mungu alikuwa anamuongoza, kwa sababu wale majini walikuwa wanafika katika kale ka ukumbi muda sio mrefu. Ndipo baada ya Sara kugonga mlango,
I'm sorry. Samahani sana. Samahani wasikilizaji, sio sala. Ndipo baada ya Julie kugonga mlango. Huyu ni Julie. Baada ya Julie kugonga mlango, baada ya Julie kugonga mlango, yule mzee akafungua mlango. Alipofungua mlango, ndipo Julie akamwambia, samahani, naweza nikaingia ndani? Yule bwana mkubwa akasema, no, siwezi kukuruhusu uingie ndani. Ndipo Julie akamwambia, samahani, hakuna mahali pengine katika hii nyumba ambayo naweza kupata utulivu wa akili, utulivu wa moyo? Hakuna sehemu nyingine ambayo imetulia? Kule kuna sherehe, watu wamelewa, watu wanafanya mapenzi hovyo, watu wanarukaruka, watu wanapiga makelele. Ningeomba niingie katika hichi chumba angalau nipumzike kwa leo. Baba yangu, naomba unisaidie, angalau ni chumba ambacho kina utulivu, kwa sababu naona umekaa mwenyewe na humu ndani naweza nikakaa nikapumzika japo usiku wa leo. Unajua yule ni binti mdogo, miaka 17. Julie ni miaka 17 tu, alikuwa bado hajakuwa kabisa. Kwa alijaribu kumuomba yule mzee aingie kule ndani, lakini huyu bwana mkubwa au huyu mzee alimwambia, sawa, ingia ndani. Unajua mtoto wa kike anapoomba msaada, kuna maneno anakueleza, inabidi tu umsaidie, ruhusu aingie ndani. Kwa hiyo mzee akamruhusu aingie ndani, baada ya kusema kule watu wamelewa, wanafanya hivi, wanafanya vile, basi kabidi tu amruhusu aingie ndani. Na hapo Julie akaingia katika kile chumba cha yule mzee ambaye alikuwa hajalala. Mzee alikuwa hajalala. Mzee alikuwa anapiga mahesabu tu, anapiga mahesabu. Unajua katika hii dunia kila mtu anatafuta njia ya kutoka. Kwa hiyo mzee alikuwa anapiga hesabu zake, anatafuta njia ya kutoka. Hakika hii dunia inatisha kweli kweli. Ndipo Julie akamuuliza, vipi mzee wangu, mbona kama umefungasha vitu vingi hapa, unataka kuondoka? Ndipo mzee akamwambia, hapana, sio kama nataka kuondoka, ni story ndefu kukuambia yote haya. Unajua mimi ni mtu wa kwanza kupotea na kutokea katika hii dunia. Kwa kila unayemuona hapa kanikuta mimi hapa, kwa ni mengi ninayoyajua. Ndugu mtazamaji, ndugu msikilizaji wa The Book of Magic and the Movie Stories, unajua huyu Julie baba yake anaitwa Jimmy. Mama yake anaitwa Tabitha. Na mdogo wake na huyu Julie anaitwa Kenny. Kwa hiyo wenyewe wanaishi nje na hapa. Wanaishi kwenye zile nyumba ambazo ni private house, ni nyumba moja moja ambazo wanaishi familia. Lakini huyu Julie baada ya kukutana na dada ambaye anaitwa Fatima na madada wenzie, alitamani kuishi katika hii nyumba kwa sababu imechangamka, watu wako busy, watu wako hivi. Unajua ni nyumba ambayo wanaishi watu zaidi ya 100-200. Yaani kumechangamka kidogo, mtu anajiliwaza, kwa akapenda kuishi huko. Bwana mkubwa alimwambia, mimi siwezi kuzungumza chochote. Lakini yule binti ambaye anaitwa Julie aliendelea kumtandika maswali yule mzee. Katika ile meza kulikuwa kuna plate number zaidi ya 20. Akamwambia, ina maana hizi plate number hizi plate number zote ni za magari ambayo yameshakuja hapa na ya kuondoka? Yule mzee akamwambia, yani hizo plate number unazoziona, kati ya hizo plate number kuna gari yangu pia. Kwa hiyo nimezichukua tu, nimezing'oa nikaziweka huku ndani kwa sababu zile gari zinachakaa. Nikaona hizi plate number ni bora nzichukue tu kama ukumbusho, kwa sababu hizo plate number wengi waliokuja na hizo gari wameshakufa. Wale majini wameshawamaliza, na wengi kila mtu anakufa na staili yake. Ndipo Julie akamuuliza, ina maana upo hapa toka mwaka gani mzee wangu? Yule mzee akamwambia, mimi niko hapa katika kijiji hiki, katika mji huu, katika dunia hii ya kuzimu ambayo imepotea tangu mwaka 70. Na huu ni mwaka 2026. I say, yani mtu tangu mwaka 70 mpaka 26 bado amepotea katika dunia ya miujiza. Na huyu binti katika 2026, mwaka huu 2026 ndo amefika katika hii dunia ya miujiza. Dunia ambayo haijulikani umeme unatoka wapi, dunia ambayo haijulikani maji yanatoka wapi, dunia ambayo inatembea, dunia ambayo miti inatembea. Yaani unaweza ukatembea ukaondoka ukaenda mahali na ukajikuta huko pale pale
Yani unatembea mji uliotoka afu bado na huo mji huo unaokuta mbele yako na nyumba ile ile na unaendelea kuishi kama kawaida. Hakika hii ni dunia ya kuzimu. Ndipo kale kabinti Kajuli kaendelea kumtandika maswali yule mzee. Unajua, ina maana wewe ulijua kwamba kuna magari mawili yatakuja hapa kabla? Akaanza kumuuliza huyo mzee. Unajua wewe ndio mtu wa kwanza kufika katika huu mji. Sasa nafikiri simulizi yetu itatueleza kwa nini huyu mzee awe ni mtu wa kwanza kufika katika huu mji. Ana uhusiano gani yeye na wale majini? Au kwa nini alikuwa ni mtu wa kwanza? Na pia kwa nini huyu mzee alijua kwamba kuna magari mawili yatapotea na yatakuja hapa? Yani gari la kwanza ni gari ya Jimmy, baba yake na Ujuli, pamoja na mama yake ambaye anaitwa Tabitha, na mdogo wake na Ujuli ambaye anaitwa Kenny. Na baada ya kufika hapa, yale magari mawili yote yalipata ajali. Hii familia ya bwana Jimmy walipona, ambaye alikuwa ni Julie, Tabitha, Kenny pamoja na Jimmy. Lakini katika ile gari nyingine ndogo aliyepona ni yule jamaa anaitwa Jackie, lakini yule ndugu yake na Jackie aliuawa. Aliuawa na nani? Aliuawa na Sala. Usiku ule ule Sala alimchoma kisu. Ina maana Sala anasikia sauti za mashetani na wale mashetani wanamuamrisha. Kwa wale mashetani walimuamrisha kwamba nenda kamuue. Nenda kamuue yule bwana mkubwa ambaye amelazwa hospitali. Kwa hiyo Sala alienda kaua. Kwa hiyo Sala mpaka leo ameshaua watu wawili. Mara ya kwanza kamuua yule jamaa na mara ya pili pia amemuua kaka yake mwenyewe kwa bahati mbaya, lakini kwa sababu Sala alikuwa ana nia ya kumuua yule mtoto ambaye anaitwa Kenny. Sauti za majini zilimwambia akamuue mtoto ambaye anaitwa Kenny, lakini kwa bahati mbaya hakumuua Kenny, alimuua kaka yake kabisa wa damu. Sasa katika ile nyumba ambayo wako na sherehe, tunatoka kule kwa yule binti anaitwa Julie pamoja na yule bwana mkubwa. Yule bwana mkubwa anaitwa Victor. Yule bwana mkubwa tushapata jina lake, anaitwa Victor. Julie alikuwa na Victor katika kile chumba ambacho aliomba aingie, lakini ni the same house, ni nyumba ile ile. Kwa hiyo katika ukumbi wa sherehe, unajua kuna yule dada ambaye anaitwa Trudy alimwambia Fatima kwamba kwa sababu umenipa zawadi, ngoja mimi nikakutafutie zawadi. Alienda kumtafutia zawadi ya mdoli. Sasa wakati anarudi, moja kwa moja akaingia katika kile chumba ambacho alikuwa amekaa Fatima. Kumbe katika kile chumba alichokuwa amekaa Fatima, tayari Fatima alikuwa ameshaondoka. Alikuwa ameenda kujichanganya katika watu wengine. Sasa yule binti baada ya kuingia katika kile chumba, akakuta watu wengine wamekaa wanacheka cheka tu. Kumbe tayari yale majini alikuwa ameshaingia. Akiwa na mdoli wake. Kuna lile jini ambalo limemuua yule bwana mkubwa ambaye alishawishika katika ile nyumba. Lile jini bwana likamwambia, wewe unaitwa Trudy? Akaniambia, kwani nyinyi mmejuaje jina langu? Lakini wakati huo yule binti ambaye anaitwa Trudy tayari alikuwa ashajua kwamba haya ni majini, kwa sababu anayajua majini muda wote yanacheka na sura zote zilikuwa ni ngeni. Na kitu ambacho kilitokea pale, wale majini walimvamia. Baada ya kumvamia, kitu ambacho walimfanya ndio kile ambacho walimfanya yule bwana mkubwa kule juu. Kazi yao ni kunyonya damu na kula nyama za watu, na ndicho kitu ambacho walikifanya kwa huyu binti ambaye alikuwa anaitwa Trudy. Na ule mdoli ambao alitumia alikuja ameushika kwa nia kumpa zawadi Fatima ulijaa damu. Lakini upande wa pili watu walikuwa hawajashtuka. Sherehe ilikuwa ni nzuri, lakini ghafla damu zikaanza kudondoka kutoka juu. Ina maana kule juu tayari watu wameshaanza kuuawa. Kwa hiyo zile damu zikaanza kuchulizika kutoka juu. Watu wakashangaa, hizi damu zinatoka wapi? Jamani, humu ndani kuna nini? Mbona kama kuna damu? Hizi damu zinatoka wapi? Watu wakaanza kutaharuki na kuanza kukimbia. Na hapo watu wakaanza kukimbizana baada ya kujua kuna tatizo.
kila mtu akiokoa moyo wake, kila mtu akijitahidi kuokoa nafsi yake. Watu wakaanza kukimbizana. Sasa wakati sherehe inaanza, yule Alice, mtoto yule afande Steven, alipanda juu akaenda kulala akajifungia. Baada ya kusikia zile kelele sasa, na yeye ikabidi aanze kushuka ghafla kwa kasi ya ajabu, kushuka kule chini angalie kuna nini, mbona watu wanapiga kelele. Lakini wakati huo watu walianza kuuawa mmoja baada ya mwingine na wale mashetani. Wale majini walianza kuua mtu mmoja baada ya mwingine. Wale mamonster walianza kufyeka binadamu mmoja baada ya mwingine. Na ukumbuke katika nyumba hii kuna watu zaidi ya 100, 150, 200. Na wale majini wameingia kwa wingi kwa uzembe wa mtu mmoja tu. Mtu mmoja tu ambaye alishawishika kwa mapenzi. Mtu mmoja tu. Leo ndo anapelekea watu wengi kufa. Hakika hii dunia inatisha. Waliokaa katika meza walinyanyuka wakaanza kukimbia. Waliokaa varandani walinyanyuka wakaanza kukimbia. Majini yalikuwa yanatokea kila mahali. Majini yalikuwa yanamwangamiza kila ambaye walikuwa wakikutana naye. Kila ambaye alikuwa akijaribu kujinusuru nafsi yake, basi walikuwa akimpotezea maisha yake. Sasa upande wa pili katika kile chumba cha yule bwana ambaye alikuwa anaitwa jamaa bwana jina nalisahau. Katika chumba cha pili ambacho alikuwa anaishi huyu alikuwa amegonga mlango, huyu dada ambaye anaitwa Julie, akiwa na yule bwana jina nalisahau kwa ile jina. Huyu bwana akamwambia tayari tushaingiliwa, mashetani au washaingia. Julie akasema what is going on, kitu gani kinaendelea sasa hapa? Akasema tayari tumeshaingiliwa bwana. Huyu bwana alikuwa ameshajipanga. Alikuwa na hilizi zake kama 2 kubwa kweli za kuvaa shingoni. Akamvisha yule binti ambaye anaitwa Julie hilizi moja. Baada ya kumvisha hilizi moja, na yeye akavaa hilizi moja, akafunga kamba kwa sababu alikuwa kwenye gorofa ya juu kabisa. Akamwambia yule dada ambaye anaitwa Julie, haya pita wewe wa kwanza, shuka na hii kamba mpaka chini. Dada Julie akasema hapana, sasa mimi nikishuka na hii kamba wale majini watanimaliza. Akasema umeshavaa hilizi, hamna jini ambaye atakuvamia, hamna jini ambaye atakudhuru. Wewe vaa hilizi, shuka wa kwanza, mimi nakuja. Tangulia wewe, utakufa. Tangulia wewe kwanza, tangulia. Lakini bila uoga yule binti ambaye alikuwa anaitwa Julie akaanza kushuka na ile kamba kule chini, kwa sababu kule ndani sasa usalama ulikuwa ni juu yao. Usalama ulikuwa ni sifuri, usalama ulikuwa ni mdogo. Majini wanaua kila wanayekutana naye. Majini wanatafuna nyama za binadamu, majini wananyonya damu za binadamu, kwa sababu mlango tayari ulikuwa umeshafunguliwa, na aliyekuwa amefungua ni ule bwana mdogo au bwana mkubwa ambaye alikuwa ameshawishika kwa tamaa za kimapenzi na yule jini. Akamwambia wewe shuka bwana, mimi nakuja, shuka. Bwana huyu jamaa nimemkumbuka jina tena, anakuwa namsahau jina. Huyu jamaa anaitwa Victor. Anaitwa Victor. Bwana Victor akamwambia shuka huko chini, mimi nakuja. Huku ndani akukaliki, watu wanakufa. Shuka uokoe maisha yako wewe binti. Ni pole binti akaanza kushuka taratibu. Na sasa huyo binti alianza kujuta. Kwa nini alikuja huku? Unajua wazazi wake walimwambia usiende kwenye hilo jumba la Colonial House hilo. Kila mtu ana tabia zake mwanetu. Njoo kae na sisi kwenye nyumba yetu ya private. Unajua kuna nyumba moja ambazo anakaa familia. Lakini huyo binti alikataa. Akasema mimi napenda kukaa na mashoga zangu kule, marafiki nishapata mama. Mimi siwezi kukaa kwenye nyumba moja. Akifikiri kwamba huko ambapo wako wengi ndio kuna usalama. Kumbe huko ambapo wako wengi ndio usalama ni sifuri, make kila mtu anakuja na tabia zake. Kuna mwingine akili zake ni mbovu kama yule brother ameshawishiwa na jini, akapata mpenzi jini ndio Jasmine. Mwisho wa siku Jasmine akamtafuna nyama yake akiwa mbichi, akalamba, akanyonya na damu yake yule jini ambaye ndio Jasmine. Mwenye kwa anamuita mpenzi, mpenzi jini. Sasa huyo binti ambaye anaitwa Julie, hapa sasa tunaona Victor anamsaidia huyo mzee ambaye alifika mwaka 70 katika huu mji au katika hii dunia ya kuzimu. Anamsaidia. Bwana mkubwa ambaye anaitwa Victor anamsaidia. Lakini pamoja na kumsaidia, huyo binti anajuta. Anaona kwa nini nilikuja huku? Ningebaki na wazazi wangu kule. Yaani ni bora huyu binti angebaki na wazazi wake. Huenda angeendelea kuwa salama, lakini huku usalama ni mdogo, sababu mpaka sasa ninapokuambia watu wanakufa.
hii sherehe imeingiliwa, majini wanaua watu kwa wingi. Ndipo yule Fatma akakimbia kwa Dona akamwambia, Dona, Juli yuko wapi? Juli yuko wapi? Mbona Juli simuoni? Wakati watu walikuwa wanatoka nje, wanakimbia nje. Dona anasimamia show kwa tokeni nje. Humo ndani kumenuka, majini wanaua watu, majini washatuingilia, tokeni nje. Yule Fatma anamwambia, Juli yuko wapi? Nataka nikamtafute Juli. Unajua Juli mimi yule wazazi wake ndo alimkabidhisha kwangu. Kwa hiyo nataka nikamtafute humo ndani. Juli yuko wapi? Yule Dona anamwambia, wewe acha kuokoa nafsi yako kwanza. Wewe Juli wenda kashauawa huko. Lakini ukumbuke Juli tayari yule mzee ambaye anaitwa Victor alikuwa ameshamsaidia. Wameshuka kwa kamba upande wa pili wa lile jumba ambao walikuwa nalita Colonel House. Upande wa pili wa jumba walikuwa wameshashuka kwa chini. Lakini yule Fatima alikuwa hajui na akiofu kabisa kwamba wazazi wake, kwa sababu walimkabidhi, wenda wanaweza wakataka sheria ifuate mkondo wake. Kwa hiyo alikuwa na kimuhemue cha kumtafuta Juli. Hivyo aliamua kurudi tena ndani ya ile jumba ambalo lilikuwa limejaa majini kwenda kumtafuta Juli, huku akihatarisha maisha yake na wakati huo akimtafuta mpenzi wake ambaye anaitwa Alice. Kumbuka Alice alikuwa ameamka. Sasa sijui Alice sasa katika kutoka katika kile chumba ambacho alikuwa analala katika ile jumba. Tukumbuke alikuwa nje kabisa ya ile sherehe. Kama alikuwa nje kabisa ile sherehe, lakini katika jumba lile alienda kulala. Sasa wakati anaamka atakutana na yale majini. Je, yatamwacha salama? Kwa hiyo binti ambaye anaitwa Fatma kimuhemue sasa ni kumtafuta yule binti ambaye anaitwa Juli, na vile ni kumtafuta mpenzi wake ambaye anaitwa Alice. Lakini wakati huo yule Dona, kuna gari ambayo ilikuwa imepaki pale nje. Ni mini basi, gari moja hivi mfano wa vani nyeusi. Aliwaambia watu, pandeni hiyo gari twende kituo cha polisi, kule kuna sehemu ya kujificha usiku ule. Na ukumbuke usiku ule katika kile kituo cha polisi kwa Afande Steven alikuwepo ndani na mchungaji walikuwepo ndani, walikuwa na mazungumzo yao. Yale mazungumzo mchungaji alikuwa anamtia story tangia amefika hapo mpaka hapo alipofikia. Ni usiku huo the same night. Kwa hiyo hali ilikuwa ni tete kwa kila mmoja. Ndipo yule mama Dona alimwambia, wewe kama unabaki, mimi naondoka nao watu waliosalia. Bwana watu wameuawa kwa wingi na wengine wakapanda katika ile minivan. Yaani ni vani, ni gari kubwa lakini ni vani nyeusi hivi. Watu walijazana mle ndani rundo. Dona akaendesha gari kuelekea kituo cha polisi. Upande wa pili huku ni ule dada ambaye anaitwa Juli pamoja na ule mzee ambaye anaitwa Victor. Victor alimshusha kwa kamba. Baada ya kumshusha kwa kamba akamwambia hivi, sasa wewe Juli, ukisema uingie mjini katikati ya kile kijiji, wale majini wameshaenda kule, kwa hiyo inabidi tukimbilie polini. Sasa mpaka leo najiuliza kwa nini huyu Victor anamshawishi huyu binti wakimbilie polini, wakati huko polini ndo kuna majini wengi wa kutisha. Na maana kuna siri gani ambayo anaijua huyu bwana Victor katika mji huu? Kwa sababu yeye amefika hapa mwaka 1970, wengine wamefika mwaka 2026. Unaona? Sasa anasema kwa nini anamwambia huyu binti Juli kwamba wakimbilie polini? Nadhani simulizi itatueleza. Na wakati huo yule binti ambaye anaitwa Fatima sasa anarudi katika ule mjengo. Anarudi ndani ya ule mjengo kumtafuta mpenzi wake ambaye anaitwa Alice na kumtafuta Juli. Wakati huo Juli ameshapata msaada kutoka ule mzee, ametoka nje ile nyumba, lakini yule mzee anamwambia tukimbilie polini. Huko hakuna majini, huko kuna usalama. Tusikimbilie mjini, huko majini wamezagaa. Usiku huu tayari majini wapo katika mawindo. Sasa yule mzee akamwambia waelekee polini kwenye miti, lakini kule kwenye miti ndo kuna majini wengi. Sasa sijui huyo mzee ana maana gani kumwambia waelekee polini kule kwenye miti na baada yake wasielekee mjini. Ndani ya ule mjengo bwana Alice akiwa ana wenge, maana jamaa alilewa bwana, alilewa sana usiku ule. Sasa akiwa ana wenge akaanza kushuka taratibu ngazi. Yaani tayari nyumba ishaingiliwa majini. Majini wamo wengi wa kutosha na yeye sasa ndo anashuka ngazi. Watu wengi wameuawa.
na wakati anashuka akaona mtu amevaa sweta la rangi ya orange. Akamkimbilia akamkumbatia akifikiri ni Fatma. Kumbe lile sweta Fatma alimpa Trudy ambaye alikuwa ni rafiki yake. Alimpa kama zawadi. Yule binti ambaye baada ya kutoa lile sweta akasema na mimi naenda kutafutia zawadi, akaenda kumtafutia mdoli. Baada ya kurudi akaingia katika kile chumba, hakumkuta Fatma, akawakuta wale majini ndo wameingia, kisha wakampotezea maisha yake. Trudy akapoteza maisha na kuuawa kinyama. Baada ya kuona ile sweta sasa, bwana mkubwa akajua ndo mpenzi wake, kumbe hakuwa mpenzi wake. Baada ya hapo sasa, na ndipo katika kutazama huku na huku, bwana Alice akamuona jini akiwa nyuma yake anamfuata kwa mwendo wa taratibu. Majini hawakimbii, wanatembea polepole. Yani kama hataki, lakini ndo wanakuja. Na watabasamu, wanacheka muda wote. Yule jini anamsogelea bwana Alice. Sasa kugeuka huku pia akakutana na jini. Upande wa pili pia kuna jini. Alichokifanya, akachukua stuli au kiti, akavunja dirisha, sababu alikuwa ni gorofa ya pili. Baada ya kuvunja dirisha, akajirusha moja kwa moja mpaka chini. Alipofika tu chini, mpenzi wake huyu hapa anaitwa Fatma akamwambia, umemwona Juli? Juli sijamuona. Sasa tutafanyaje? Gari imeshatuacha. Gari imeelekea wapi? Imebeba watu pamoja na Dona, wameelekea kituo cha polisi kujificha. Okay, sasa tunafanyaje? Mimi nafikiri turudi humu ndani tujifungie, kuna chumba cha siri. Kwa hiyo wakarudi tena ndani ya lile jumba ambalo kuna wale majini. Wakafika mpaka ndani. Walipofika, wale majini walikuwa upande wa kushoto, wenyewe wakaelekea upande wa kulia. Wakafungua chumba kidogo ambapo kilikuwa kama store, wakajifungia ndani, wakafunga na makomeo, na kisha wakaeka ile ilizi mlangoni. Ndipo Alice akauliza, mbona eka hiyo ilizi? Naeka hii ilizi kwa sababu hii ilizi nafukuza mashetani. Kwa hiyo hapa utakapokucha asubuhi, nafikiri msaada utakuja kutoka kule kituo cha polisi. Okay, sawa kaka. Sasa tunatoka kule katika ile nyumba, tunarudi kule polini. Yule Mr. Victor wakati anakimbia na yule Julie, walifika mahali kuna mti mkubwa. Walifika kwenye katika ule mti ulikuwa kama una mlango. Yani kama vile mti umejengwa ni mti mkubwa ambao kama una mlango, yani kama una shimo ambao limejichimba. Kisha yule mzee akamwambia, ingia ndani ya huo mti. Mbona unaongea sikuelewi wewe mzee? Niingie kwenye huo mti nifanye nini? Wao majini wakija hapo watanimaliza. Yule mzee akamwambia, wewe ingia ndani ya huo mti. Kumbe ndani ya ule mti kwa chini kuna nyumba au kama kuna handaki. Yule binti baada ya kuingia alijikuta huko peke yake. Sasa sijui ni miujiza. Make ameonekana anaingia kwenye mti, lakini ghafla tunatazama yuko tayari ndani ya nyumba ambayo iko underground na taa zinawaka. Sasa mimi sijui huyo Mr. Victor, je, naye yuko na wale mashetani au Mr. Victor ni mchawi au Mr. Victor ni mtu aina gani? Au huu mti ni lili upo katika ule msitu ambao ukiingia unakutana na nyumba chini? Mimi sifahamu, mimi sijui, simulizi tatueleza. Na baada ya hapo tunatoka kule tunarudi kituoni, kule kituo cha polisi ambako yupo afande Steven pamoja na mchungaji wakiendelea kuzungumza. Na ghafla afande alishangaa, kuna gari ambayo ilikuwa inakaa nje ya ile nyumba ambayo alikuwa anaishi yule mama ambaye anaitwa Dona. Maki Dona alikuwa ni kama mlinzi katika ile nyumba, ndio mama ambaye alikuwa analea watu wote katika ile nyumba. Afande akashangaa, hii gari ambayo ilikuwa inakaa katika ile nyumba ya kulelea wazee ambako wanaishi watu wengi, kwani imefika hapa? Afande alitoka nje akiwa na mchungaji. Afande akamuuliza, wewe mama vipi? Kuna nini huko? Mama Dona akasema, afande tumeingiliwa. Nakwambia sijui nani kalogeka huko, kafungua milango na madirisha, wale majini wameingia ndani, watu wengi wameuawa. Na kuambia hapa nimekuja na watu wachache tu ambao wapo ndani ya gari. Ndipo afande akasema, basi wafungulie waingie ndani, wafungulie. Na hapo ndipo watu wakafunguliwa, wakaanza kuingia ndani usiku ule ipatapo kama saa 9 za usiku.
Na pia afande akasema, yuko wapi Alice? Yuko wapi mtoto wangu? Donna akasema, mimi sijui. Hakika sijui, watu wengi wamekufa. Waliosalia ni hawa tu ambao unaona katika gari. Wengine wamekimbilia polini, wamejificha wapi mimi sijui. Mimi nimeondoka na hawa peke yake. Na wakati huo wale wajomba, wale majini, wale mashetani, wale mazimu wanakuja kwa mwendo wa polepole. Afande akisema, ingieni ndani tafadhali, ingieni ndani. Watu waliendelea kujijaza katika kituo cha polisi. Na watu walikuwa ni wengi mno, walibanana kweli kwenye ile gari ya minivan. Sasa katika ile purukushani ya kuingiza watu ndani, wote waliingia ndani. Akabaki mchungaji nje. Unajua mchungaji anaongozwa na neno la Bwana. Mchungaji ana nguvu ya Mungu. Sasa mchungaji katika kushangaa anageuka nyuma, kumbe mmoja alikuwa nyuma yake. Yule jini alikuwa na makucha marefu. Jini alikuwa anatisha. Yaani kitu ambacho alikifanya pale jini, alirusha mkono. Baada ya kurusha mkono, yale makucha yake yakakwarua. Si ni Kiswahili kizuri, yakakwaruza shingo ya mchungaji. Yaani ni kama vile yule jini alirusha mikono. Baada ya kurusha mikono, ile mikono ilikuwa na makucha. Yale makucha yakaenda yakamchimba katika shingo ya mchungaji. Kisha yule jini akavuta ule mkono. Baada ya kuvuta ule mkono, mchungaji alikimbilia ndani. Wakati huo damu zilikuwa zinamvuja kwa wingi. Na hapo wakafunga mlango na kuingia na mchungaji ndani. Sababu kile kituo cha polisi pia kilikuwa kina hilizi, wale majini hawakuweza kuingia. Na hapo sasa, ndugu msikilizaji, ndugu mtazamaji wa The Book of Magic and the Movie Stories, mtumishi wa Mungu, mchungaji, padri amepaluliwa na makucha shingoni. Tena ni sehemu mbaya kweli kweli. Damu zilikuwa zinamtoka kwa wingi. Yaani mpaka mchungaji anashindwa kuongea. Mchungaji anashindwa kuongea. Ana scream, analalamika, anashindwa kuongea. Afande Steven anamwambia, mchungaji, amka, unasemaje mchungaji? Zungumza, toa neno mchungaji. Bwana mchungaji, padri, mtumishi wa Mungu, mchunga kondoo Bwana anapoteza maisha, maskini wa Mungu. Maskini wa Mungu, maskini wa Mungu, maskini wa Mungu. Mchungaji anapoteza maisha. Damu nyingi zinamtoka. Bwana yule jini amempalua sehemu mbaya. Amempalua na makucha yake sehemu mbaya katika shingo. Na hisi kuna ile mishipa ambayo ni ya damu, ile mishipa mikubwa ile. Sasa yule jini ameenda kuichimba. Mchungaji anapoteza maisha. Bwana mchungaji anamwambia tuombe wote. Tuombe wote tafadhali. Mchungaji alikuwa anaongozwa na neno la Mungu. Mchungaji akaanza kusema tuombe wote. Bwana wakaanza kuomba kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Mchungaji akakata roho. Ikabidi afande amalizie. Amin. Na hapo mchungaji tayari roho yake ikawa imeaga dunia. Mchungaji katoka katika dunia ya ukweli, amekuja katika hii dunia ya miujiza, na amekuja kupoteza maisha huku. Na mchungaji, kumbuka, alikuwa ndo anawasaidia watu hapa, pamoja na Afande Steven. Na mchungaji ndo alomfungia sala kule chini katika lile kanisa. Na mchungaji alikuwa amemwambia Afande Steven kila kitu kuhusu yule sala. Kwa nini hakumuua, kwa nini hakumpa adhabu. Na mchungaji wenda alikuwa ni msaada mkubwa sana katika hii changamoto ambayo kumepata. Yaani katika hii dunia ambayo haijulikani na ulimwengu wa kawaida, hii dunia ya kuzimu, jinsi ya kujikomboa hapa, mchungaji alikuwa msaada mkubwa sana. Sasa hapa amebaki Afande Steven ambaye ndo kama msaada. Labda na yule Mr. Victor ambaye amemsaidia yule Julie kule polini. Tutajua baadaye. Je, yule Mr. Victor kampeleka Julie kuzimu, kampeleka Julie wapi? Maana inaonekana Julie kaingia kwenye mti, alafu tukaona ametokea katika chini, ni kama katika nyumba ambayo iko chini ya ardhi. Sasa sijui yule Mr. Victor ni mtu aina gani, lakini mchungaji amepoteza maisha hapa. Sasa lile kanisa lake sijui ni nani ataanza kuendesha ibada.
Sijui ni kitu gani kitafuata katika simulizi hii ya kusisimua. Sasa baada ya kifo cha mchungaji, hatujui kila mmoja alikimbia polini, hatujui watu waliobaki kule katika ile Colonial House. Hatujui Juli, je, yuko hai katika ule msitu baada ya kusaidiwa na yule bwana wanamuita Mr. Victor. Hatujui waliobaki katika ile Colonial House, je, wote ni wazima? Hatujui wale majini baada ya kutekeleza mauaji yale, yani kuua watu kiasi kile, je, wale majini walienda tena katika nyumba za kawaida za private kuua watu katika usiku ule? Hatujui kutakapopambazuka ni jambo gani litafuata. Asante sana kwa kuendelea kuifuatilia The Book of Magic and the Movie Stories. Kwenye mic naitwa Ayubu Obedi. Tafadhali tutakutana katika hatua ya 12, hatua inayofuata. Kama ni mara yako ya kwanza kukutana na simulizi hii, bonyeza alama ya kengele, subscribe, na utakuwa kwanza kupata notification pale ambapo nitapokuwa nimeweka simulizi mpya. Tafuta sehemu ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, ya 5, ya 6, ya 7, ya 8, ya 9, ya 10, na hii ni ya 11. Utamu wa simulizi ujue na uelewe tokea mwanzo, na hii ni season 1. Kwa hiyo bado tupo sana tu na hii simulizi. Tafadhali tukutane wakati mwingine tena. Kwaherini kwa sasa. Chao.